Mzozo wa kijeshi kati ya Iran na mataifa ya Magharibi sasa umeingia katika mwezi wake wa pili, huku kukiwa na ongezeko kubwa la mashambulizi dhidi ya maeneo ya raia. Katika hali inayozidi kutia hofu jumuiya ya kimataifa, Iran imeendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, hivi sasa ikiripotiwa kutoza meli kiasi cha dola milioni 2 kwa kila safari ya kuvuka. Serikali ya Marekani imetoa onyo kali kwa Iran iwapo njia hiyo muhimu ya maji haitafunguliwa mara moja kwa shughuli za kawaida za kibiashara. Iran bado imeshikililia msimamo wake wa kufunga mlango bahari wa Hormuz. Hali ya usafiri katika mlango bahari wa Hormuz imepungua kwa kiasi kikubwa, huku kukiwa na wastani wa meli 5 au 6 pekee zinazopita kwa siku ikilinganishwa na meli 140 wakati wa amani. Meli zinazotaka kupita zinalazimika kuwasilisha maelezo ya shehena na orodha ya wafanyakazi kwa makundi yaliyoidhinishwa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Iran. Jambo linalozua hasira zaidi kwa upande wa Marekani ni hitaji la Iran kwamba tozo hizo za mamilioni ya dola zipewe kwa sarafu ya China, yani yuan, badala ya dola za Kimarekani. Huku hayo yakijiri, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuangamiza miundombinu muhimu ya Iran, ikiwemo nishati ya umeme na vituo vya kusafisha maji katika kisiwa cha Karg, iwapo mlango huo hautafunguliwa kikamilifu. Upande mwingine, waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio amesisitiza kuwa madai ya Iran ya kutaka kumiliki mlango huo kama sehemu ya himaya yake hayakubaliki. Rubio ameonya kuwa hatua hiyo inaweka mazingira hatari ambapo mataifa mengine yanaweza kuanza kudhibiti umiliki wa njia za maji ya kimataifa. Upande mwingine, usalama wa baharini umezidi kudorora kufuatia shambulio dhidi ya meli kubwa ya mafuta ya Kuwait iitwayo Al-Salmi iliyokuwa imetia nanga Dubai, jambo lililosababisha hofu ya kumwagika kwa mafuta baharini. Aidha, mfanyikazi mmoja raia wa India ameuawa katika shambulio dhidi ya kiwanda cha kusafisha maji ya bahari nchini Kuwait. Wakati Iran ikikanusha kuhusika, mashambulizi ya anga kutoka Marekani na Israel yanaendelea kupiga miji nchini Iran, ukiwemo mji wa Isfahan ambao una idadi ya takriban watu milioni 2, na ripoti zinasema mabomu mazito ya bunker busters yametumiwa na Marekani dhidi ya miji hiyo. Athari za mzozo huu zimeanza kuhisiwa duniani kote, huku baadhi ya meli zikilazimika kuzunguka rasi ya Afrika, safari inayoongeza takriban siku 15 zaidi baharini na kupandisha bei ya bidhaa. Nchini Misri, Rais Abdel Fattah el-Sisi ameweka sheria ya kutofanya kazi usiku, huku akimhimiza Trump kutafuta suluhu ya amani kabla bei ya mafuta haijafika dola 200 kwa pipa. Mataifa mengine pia yameanza kupunguza kodi ya mafuta ili kupunguza makali ya uhaba wa nishati unaonyemelea ulimwengu mzima. Al-Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.